Usifike mahali don't reach a point ukamzoea Mungu. and then you get used to God. Mwalimu wangu, profesa wangu alinifundisha homiletics, namna ya kuhubiri. My teacher, a professor who taught me how to preach, Akatuambia, he told us, siku ambapo utapoteza hofu ya kusimama kuhubiri, umeshakengeuka. the day when you have lost the fear to stand to preach, you have already backslided. Mnanifuatisha? You follow me? Profesa wangu akasema, My professor said, wewe kama mhubiri, as a preacher, siku ukipoteza hofu the day when you have lost the fear ya kusimama na kuhubiri, to stand and preach, you umeshakengeuka. have already backslided. Kwa nini? Why? Anasema unaposimama kuhubiri, When you stand to preach, unaongea kwa niaba ya Mungu, you speak on behalf of God, na uwe na uhakika and be sure umemsikia Mungu. that you have heard God. Tunaelewana? Are we together? Hilo ni jambo la kutisha. That is something threatening. Kwa hivyo haijalishi una miaka mingapi kwenye kuhubiri, It doesn't matter how long you have been in. inapofika zamu yako ya kuhubiri, When it comes my turn to lazima preach, kuwe na hiyo hofu. there has to be that sort of fear. Mungu nisaidie, God help me. Mungu nisaidie, God help me. nisitumie tu maarifa yangu, Not only to use my lakini wewe wisdom, uongee. but you speak. Tuko pamoja watu wa Are we Mungu? together, people of God? Samsoni Then Samson, alitumiwa na he Mungu, was used by God. akafika mahali akamzoea At the Mungu. point he get used of God. Hata aliponyolewa nywele, And when they shaved his head, akadhania then he thought, atasimama na kujitikisa tu stand and shake himself. na vitu vitatokea, Things will come to happen. lakini hakujua He tayari did not know already. Mungu amemwacha. God has already forsaken him. Nini kikatokea? What will happen? Tusome hilo inafuatia. Now let's read the next one. Wafilisti Then Philip wakamkamata, wakamng'oa macho, wakatelemka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano gerezani. Samsoni alipoteza mambo matano. Samson lost 5 things. Kama unaandika, andika mambo haya. If you're writing down, note this Kwa down. kosa alilolifanya, For the mistake that he did, alipoteza mambo he matano. lost 5 things. Kwanza alipoteza uwepo wa Mungu First of katika all, maisha he yake lost the presence of God in his life sababu ya dhambi yake. because of his sin. Jambo la pili, The second one, akapoteza uwezo wa kuona, he lost his sight. akapoteza vision, He lost maono. akapoteza maono He yake, lost his vision. na pasipo maono watu And with huangamia. that vision, people perish. Jambo la tatu, The third one, Samsoni akapoteza uhuru wake, Samson lost his freedom. maana hapo mwanzo alikuwa huru, Because from the beginning he was free. lakini sasa amefungwa gerezani, But now he was caught in jail. sio mtu huru tena. Not a free man anymore. Jambo la nne, The fourth one, Samsoni akapoteza kusudi la maisha Samson yake, lost the purpose of his life. kwa maana yeye alikuwa ni mkombozi wa taifa, Because he was a savior of a nation. lakini sasa Wafilisti wakamgeuza. Now Palestine changed him. Samsoni akawa mcheza ngoma gerezani, Now he became a dancer in the anawa entertain, anawaburudisha Wafilisti. entertained the Philistines. Wamemtoboa macho, They have removed his sight. wanamleta Samsoni, Now they bring in, wanamwambia piga ngoma they acheze. say play drums so he can dance. Walikuwa wanamhumiliate, wanamdhalilisha, They were humiliating him. lakini kwa kupoteza hilo kusudi, Because of losing the will, the wakaanza kumfanyisha kazi za kusaga ngano. to make him grinding grain. Yeye hakuzaliwa kusaga He ngano, was never born to grind grain. hakuzaliwa kusaga He ngano, was never born to grind grain. alizaliwa awe mkombozi wa taifa la He was born Israeli, to be the savior of the nation of lakini Israel. sababu ya makosa yake, But because of his mistakes, sababu ya maamuzi yake, because of his decision, akapoteza kusudi la maisha yake. he lost the purpose of his life. Anajikuta ni msaga ngano So he kwenye finds himself gereza. a grain grinder. Akimaliza kusaga ngano, When he's done with it, wanampigia mdundiko, they play with him drums. anacheza, Then he dances. anacheza, Then he dances. lakini moyo wake unauma. But his heart hurts. Jambo la tano, The fifth one, Samsoni akasababisha Jehova akadhihakiwa. Samson caused Jehovah to be mocked.
Wafilisti wakaanza kumtukuza Molek, Mungu wao, kwamba Mungu wetu Molek amemshusha Mungu wa Israeli, akapoteza mambo matano. Wanatheolojia tunaamini Samsoni alikaa gerezani miaka mingi. Alikaa zaidi ya miaka 2-3. Yuko gerezani, anasaga ngano, anacheza ngoma, wanamtezea, wanamtesa, lakini Mungu wa ajabu ni Mungu wa nafasi nyingi. Nasema ni Mungu wa nafasi nyingi. Nasema ni Mungu wa nafasi nyingi. Wakati Samsoni yuko gerezani, watu wanadhania amekwisha. Hawakujua Mungu alikuwa hajamaliza kazi na Samsoni. Kama bado hujafa, Mungu hajamaliza kazi na wewe. Nasema kama bado hujafa, Mungu hajamaliza kazi na wewe. Mwambie jirani yako, Mungu hajamaliza kazi na mimi. Bado kuna kitu anafanya. Bado ipo neema. Inua mikono, mwambie Mungu asante kwa uhai. Asante kwa zawadi ya uhai. Hii ni dalili hujamaliza na mimi. Samson ametobolewa macho, amenyolewa nywele, lakini bado Mungu hajamwacha. Ni Mungu wa nafasi nyingine. Lakini Mungu huwa anasubiri. Tusome mstari wa 22. Soma kwa nguvu. Kama ni Biblia yako pigia mstari wa 22. Waamuzi 16:22. 1, 2, 3 soma. Lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena. Kwa Samsoni, zile nywele, the hair, ilikuwa ni kitambulisho cha wito wake, cha kusudi la maisha.